Haleluya. Jamii yako utajuaje nafsi yako imebadilishwa? Nafsi yako inaweza badilishwa bali unaishi maisha ambayo si mazuri. Je, unajua nafsi yako imebadilishwa? Ya kwamba ukiona umelala usiku unajiona umefanikiwa, ila kwa maisha ya kawaida hauna kitu. Na maisha kuna mtu mara anafaidia kupitia nini? Kwa nafsi yako. Ukiona ya kwamba nafika mahali wewe mwenyewe unaweza fanya kitu, unapiga mtu unaua, ushaua, ya akili inarudi kusema nimefanya nini? Yaani ya kwamba nafsi yako imebadilishwa. Si wewe unaishi tena, mtu mwingine anaishi ndani yako. So hiyo ni njia ya kwanza. Nafsi yako inaweza kubadilika. Pia nafsi yako inaweza fungwa. Ikifungwa unaishi maisha kwa kung'ang'ana sehemu moja tu. Kwamba na wale ambao wana ndoto ambazo tuko shule, tulitoka shule, tuko shule, tuko kwenye nyumba ambayo imefungwa, hatuwezi kufanya chochote, tunajaribu kujitetea, ni ngumu, tunapanda milima, tunafukuzwa kwenye ndoto. Dalili ya kwamba nafsi yako imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya kwamba kwenye mateso, kunaye adui ambaye amekuvamia na already ameingia kwenye maisha yako na already anakusakama. Alafu je, amesha kuna hapa kwenye nafsi yako imeibiwa. Ikiibiwa unapoanga unaitwa mtu anaitwa msukule. Msukule ni mtu ambaye alikuwa duniani akazikwa, ila ni gogo, ila yuko mlizika gogo. Huyu mtu alichukuliwa akamilikishwa na mizimu, anateswa, yuko duniani, ila sisi tuliona alikufa kitambo. Ukisoma Isaya 42:21, ndipo inasema hivi: watu hawa taifa ambalo limeibiwa, limefanywa mateka, limenaswa kwenye mashimo, wamekuwa mawili ya shetani, hakuna anayesema rudisha. Na kwa hiyo unaweza kuwa kama msukule kwa duniani, hao ndio wazimu, nao ni watu ambao nafsi yao imeibiwa kabisa. Sasa nataka tuongee jinsi ya kupa nafsi yako nguvu, nafsi yako ipate nguvu ya kujitetea duniani. Haleluya, haleluya, amen. Nafsi yako naomba maji kidogo, nisikia mzuri ya ilete. Jinsi unajitetea dunia hii ukiwa unaishi chini ya jua hili, nafsi yako inategemea vitu vitano. Nitalisema kwa haraka. Hizo ni ile ambazo lazima uchunge sana ukiishi chini ya jua. Thank you. Nafsi yako inategemea kitu kinaitwa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Chakula cha kawaida tu. Chunga eneo la chakula, utatunza nafsi yako. Ndio maana ukila sumu unakufa. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa utakula sumu leo utakufa, unless Mungu akusaidia kuokoa. So nafsi yako inategemea chakula. Nafsi yako inategemea usingizi. Ndio maana wana wengine tunalala sasa, because it is natural. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ishi duniani bila kulala. Nafsi yako inategemea ndoa. Kwa maana mimi naambianga mtu, kama uko ndoa, tunza ndoa yako kabisa, maana hapo ndio kuna mafanikio yako. Mfumo wa mafanikio ya mwanadamu yoyote chini ya jua ni ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Mfumo wa mali zako, kila kitu tukihitaji chini ya jua hili, lako kubwa la mafanikio yako chini ya jua ni ndoa. Tunza kwa gharama yote ile, utafanikiwa. Nafsi yako inategemea ndoa. Nafsi yako inategemea ibada yako kwa Mungu. Ndio maana tumekuja kuamkesha siku ya leo, tunaomba Mungu, kwa maana tunataka nafsi zetu ziwe na nguvu. Nafsi yako inategemea amani ya moyo. Unahitaji tu amani ya moyo na nafsi itafanikiwa duniani. Ukisikia mtu amekufa ni maiti, amenyang'anywa hizo vitu vitano. Hadi jirani yako, sasa jinsi ya kulinda nafsi yangu ni hivi. Munguze, mwambie wewe, nataka blanketi. Jinsi ya kulinda nafsi yako, njia ya kwanza ni ibada yako kwa Mungu. Haleluya. Jifundishe kwenda kwa Mungu kabisa. Jifundishe kutafuta Mungu.
Jifundishe kunyenyekea mbele za Mungu. Jifundishe kuja kwa maombi ili kumtafuta Mungu. Hiyo ni njia ya kwanza ya kupea ulinzi nafsi yako. Chini ya jua hili, mafanikio yetu sisi wanadamu tunaitegemea kwa Mungu. Ikiwa hautamtafuta Mungu na Mungu awe mbali na wewe, utaishi kwa mateso. Njia ya kwanza ni ibada yako kwa Mungu. Itafanya nafsi yako iwe na nguvu. Ibada ni nini? Ibada kwanza ni maombi, ibada ni sadaka, ibada ni ushirika, ibada ni utakatifu, ibada ni neno la Mungu. Hizo vitu zote ndio zinajenga ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ushirika wako na Mungu ni nguvu ya nafsi yako, na itakupa uweza wa nafsi yako kuwa na nguvu. Jambo la pili, mimi nimemaliza na kumalizia kumaliza nipane kipaza sauti. Jinsi nikihubiri sana hautapata kitu, lakini nikihubiri kidogo utakumbuka kitu, si ndio? Baadaye nafsi yako inategemea ibada. Njia ya pili ya kulinda nafsi yako chini ya jua, tunza utakatifu wako, utamshinda adui. Njia ya tatu, upendo wako kwa Mungu na upendo wako kwa mwanadamu ni msaada kwako, ni mafanikio yako. Inafanya Mungu anakuwa na ushirika na wewe kwa njia rahisi sana. Second last for today, kwa ajili ya siku ya leo, naye Mungu atatubariki kwa jina la Yesu Kristo. Ibada yako, mfumo wa maisha yako, mfumo wa kila kitu kilicho ndani yako kinategemea amani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usidanganywe na mtu ukapoteza amani ya moyo. Ukipoteza amani ya moyo, utakuwa umepoteza kila kitu. Utakuwa umepoteza maisha yako, utakuwa umepoteza kila kitu. Kwa hiyo jiamini wewe na umjipane kwa Mungu, na utashinda mitego yote ya adui. Na duniani utaishi kwa amani, utaishi kwa mafanikio, utaishi kwa furaha tele, utaishi kwa amani, utaishi kwa mafanikio, utaishi kwa furaha tele. Simame kwa miguu zetu. Lazima nimkaribishe mchungaji wako. Simama kwa miguu zako. Jesus, there is power.
in the precious blood of the Lord. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, nakabidhi maisha yangu kwako.